Imba Koteti. Siku moja tulitembea kutoka Tatanda tukafika mpaka Laela, kilomita 40. Njaa humo, yani baridi, sijui maji hakunywa hakuna, kuzanuluzi lufita manzi asa asoma kuika leso kutala kumwa manzi papa kwati viongole vitingira umuntu tumwa manzi tukuya muko sola kwimba Koteti amuya kuyusha iko. Baada ya hapo yeye akaenda kusoma sekondari Milala kule Mpanda, mimi nikaenda nikasoma Marekani. Baadaye nikamtumia message, alo nimechumbia njoo kwenye harusi yangu. Akaja mpaka Marekani akasherekea harusi mwezi wa 12 mwaka 1988, siku za baridi. Hizi zilikuwa Amerika ya kufuma sirumunde kati we impepo hiyo yafuma ku chi jacket ya zwale atazuzi ile nukufula la tafulile impepo mwezi upuma jacket mutupu na tiwe jacket wichiliuli. Amen. Amina. Kumuneni tuiyawe no atusha umunji. Pete na kidole tuko pamoja na mwenzetu Moses Siame, najua yuko hapa sehemu fulani. Twakuzili intuli mama nyintuli kuliona amu town ya Tamanya. Kumuzi tukati intuli. Sweta tuna na Moses na Kennedy tukuli intuli. Tuikazele mwene mu miaka 10. Haleluya. Amina. Twateka ni nkoko siata maya yetu ya tukashi kumugorochi ya tupeli mpia tukala mandazi vio kwene vino tuikala. Kwa hiyo ndugu zangu, mimi nimekulia vijijini ambako vijana mnafyatua tofali, mnajenga kanyumba, mnakaa pale, lakini hiyo ilikuwa ndio lesson yetu ya kwamba tuishi pamoja, tufanye kazi ya Mungu. Na kweli ndugu yangu nimefanya kazi naye na kazi ya Mungu mpaka leo. Tumeenda naye mpaka Zambia, tukafungua kazi shule ya Biblia. Tukaanza kutoa huduma kwenye nchi karibu 8 ambazo zimetuzungukia, 7 maana Tanzania ndiko tulitoka. Tukafungua kazi pamoja Malawi, Msumbiji, Zimbabwe, hata Angola tulienda kuhubiri mpaka baadaye ndugu yangu akaenda Cameroon, akarudi. Unakuta kwamba ametembea zaidi ya nchi 16 katika ili bara la Afrika na Ulaya na Marekani katika kupeleka injili. Na kuambia yeye hata katika miaka hii ya nyuma Msumbiji amesumbuka. Analala vichocholoni kwenye vijiji, analala chini, anakula vitu vya ajabu ajabu. Anaendelea na huduma, anapanda kwenye mapikipiki na kwenye mabasikeli, anafanya kazi. Hajakaa chini ya mti. Na hata hivi Mungu alivyomchukua ndugu zangu, basi tu amemchukua, amejua labda atainua wengine wafanye kazi zake. Na mimi ninawasihi vijana wetu ambao mnamjua Mungu na mna wito, mfuateni sasa hizi nyayo. Tutachimulosha nomba tumulonde vino aombi. Tuombe tutwali milimi kunkolelo. Kwa sababu hizi ni siku za mwisho. Tutaendelea kusikitika na kufanya nini wakati mtu amefanya kazi. Mimi wiki jana nakwambia tumeongea mambo mengi na Baba Stella. Kwamba sasa tufanye hivi na hivi na hivi. Tuna mipango. Lakini sisi bado ni wazee na watoto wetu wote waishahama nyumbani. Lakini bado tuna mipango. Je, nyinyi vijana na wasichana na wengine mna mpango wa kumtumikia Mungu na maisha yenu? Au mnaendelea kukaa chini ya kivuli? Mnajua kwenye kivuli mama nyikuchi muti akuni weno uzie hadi tunasema nini? Inku akuni inku ikai zukumi. Sivyo kweli? Mungiu kila mulumichi sauli za papo kweni londe lichimuti. Mufuila papo kwenye kusina chino muombi. Mwenzangu hata kama amekufa kazi. Na kwamba kufa ni kama graduation, kuhitimisha kwenda mbele. Mungu ampeleke mbele ili aweze kufanya kazi zake. Ndugu yangu, sisi tumepitia magumu pamoja na yeye. Na kuna vifungu vya Biblia ningependa kusoma, lakini yani upepo na vumbi itakuwa vigumu, ila kuna kimoja tu nitasoma. Ila hiyo hotuba sio ni hotuba ya kujenga tu kwamba